chaka lake hapa tulipo. Una chaka fulani Mungu amekutoa. Wewe unajijua. Sasa kazi tuliyopewa ni kuabudu. Kuabudu, wapendwa, ni zaidi ya tunavyoimba, ni zaidi ya tunavyoomba, ni zaidi ya tunavyohubiri. Ni kuhudhurisha nafsi zetu mbele za Mungu na kuwa tayari aseme nini tufanye nini. Anasema nini tufanye nini. Kwenye ibada ndiko kuna pisho yatakayotengeneza uelewa wetu kujua cha kufanya mbele za Mungu. Amba mimi ninaenda kwenye ibada, nimejiandaa kimwili, nimejiandaa kiroho, ninamwendea Mungu kwa ibada, ninamwendea Mungu nikitamani kuona uwepo wa Mungu, nikitamani kuwa na nguvu za kushinda na kumiliki katika ulimwengu wa roho. Wakati huo ninamwendea Mungu kwa shukurani alivyonifanya hivi, si kama ninavyoona viumbe vingine. Mmoja akasema, umeniumba vya ajabu mno, vya ajabu mno. Nadhani akitembea akaona kima, atakuwa aliwaona tumbili na maisha yao kule kwenye miti. Mvua inanyesha, fisi namna lilivyo. Akajipima, akasimama kwenye kioo, akasema, umeniumba vya ajabu na kurudishia utukufu Mungu. Uwe mtu wa shukrani. Vazi la shukrani. Lile vazi itaondoa manunguniko kwenye maisha yako. Hautaona kama umepungwa au umepungukiwa kitu. Utaona unavyo vyote. Kwamba hata vile ambavyo sina Mungu atanipa. Maana njia za Mungu hazichunguziki. Akili za Mungu hazichunguziki. Anasema mawazo yenu sio mawazo yenu. Njia zenu sio njia zangu. Zangu ziko juu, zenu ziko chini. Mawazo yangu yako juu, yenu yako. Bwana akupe hali hiyo na umtumikie Mungu. Tafuta jina lako kanisani, wewe ni nani? Unatumika kwenye nafasi gani pale nyumbani mwa Mungu? Chini ya jua hili wewe ni nani? Yamesema ametoa wengine kwa wainjilisti, wapanda imani. Wao mitume, wapanda imani. Wainjilisti ni watu ambao wana mzigo wa kazi ya Mungu. Kadri wanavyoona watu wanapotea huko, anawaza nifanye nini angalau mwezi huu hata roho 2 zije kanisa. Atawaka ndani. Kitabu cha Matendo ya Mitume 18 mstari wa 24 mpaka 26 anasema alikuwepo mtu anaitwa Apolo, mzaliwa wa Iskanderia. Anasema yeye alikuwa ni mtu wa elimu, lakini pia alikuwa hodari wa maandiko. Huyu mtu kwa kuwa alikuwa akiwakwa moyoni mwake, akaenda akahubiri, lakini alikuwa anajua ubatizo wa Yohana tu. Priscilla na Akila walipomwona wakamchukua, wakampeleka kwao, wakamfundisha kwa usahihi zaidi. Za kufanyia ibada, nyumba za kufundishia Torati na sheria, nyumba za vikao vya wazee. Baada ya hekalu kuwa limebomolewa Jerusalem mwaka 586 AK, na sanduku la Bwana likawa limepotea, walipoenda Kebali, nchi ile ya Babeli, watu wakaamua kujenga masinagogi. Wanakutana pale kukumbushana Torati na sheria za Bwana. Huyu akaenda kule akawahubiri habari za Yesu, na watu wa Mungu waliokuwepo pale wakasema, mbona kuna mahala anaishia? Wakamfundisha kwa usahihi zaidi. Bwana akupe kuelewa kwa usahihi zaidi. Bwana akupe kuwakwa ndani. Moyo wa injili uwe ndani yako, maana injili ndio moyo wa Yesu. Unapohubiri injili unamfuta machozi Yesu, unamfanya Yesu ajisikie vizuri. Luka anasema ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu. Yesu akatoa mfano, nani mwenye kondoo 100 akapotea mmoja, asiyewaacha 99 akahangaika na ule mmoja. Upo nyumbani mwa Mungu, kitengo chako ni nini? Kazi ya kwanza ni kuhubiri injili. Kwa maana ametoa wengine kuwa mitume, wakapande imani mahali imani haipo. Ametoa wengine kuwa manabii. Neno unabii ni kusema ujumbe uliomo ndani ya Biblia. Ni kusema jambo ambalo lipo au linakuja Mungu aliloagiza kwa kundi maalum. Mungu anampa mtu macho ya kuona.
Lakini naposema uchungaji ni kazi ya kulea huduma zote zimo ndani ya kanisa, ndiye atakayedaiwa hesabu mbele za Mungu kama wewe au umepotelea njiani. Na ndio maana kazi ya mchungaji ni ngumu sana. Ndio anayehangaika kutafuta malisho, kuona nani anakula polepole na malisho gani yanafaa. Na ndio maana akisimama mchungaji anasikitika kuona kuna mtu bado hajala, hajashiba, mtu hajafika kanisani. Anasikitika, sio anasikitika kwa sababu hujaja amekosa sadaka. Anasikitika kwa sababu hiki ambacho wenzako wamepata wewe umekosa. Kwa hiyo hatua zako zitakuwa fupi. Na kazi ya mwalimu ni kujenga mtazamo wa neno la Mungu kwenye fikra za watu. Watu walione neno la Mungu kama Mungu alivyozikusudia kwao. Huyu ni mwalimu, anajenga kwenye fikra za mtu mtazamo wa neno la Mungu. Mungu alikusudia nini katika hiki tunachokisoma, ili tusiwe watu wa kuchukuliwa na mafundisho ya hovyo. Elimu za mtaani ni nyingi kuhusu neno hili lililoandikwa, lakini sasa Mungu akupe neema. Wewe ni nani kwenye nyumba ya Mungu? Tafute na kuchunguza. Kitengo chako ni kipi? Ni kurukaruka? Ni kuimba tu? Na je, inatija hiyo unayofanya? Katafute mambo ya nguvu, mambo ambayo yatakupa sifa kwenye ufalme wa Mungu. Juzi tumemzika mtumishi wa Mungu pale Temeke, Ezekiel Kabea. Watu wote wanasema alikuwa mwana maombi, alikuwa mtu mzuri, alikuwa mwalimu. Mmoja akasema alikuwa na kweli mbili, yaani kweli ya kiroho na ya kimwili. Kila alichosema mtu alisema kwa tahadhari. Huyo alikuwa mtu wa Mungu. Umati mkubwa ulienda kumzika wakishuhudia, na vyote alivyoandika alikuwa anaandika kwa kuumia. Ifike mahala dunia iwe shahidi kwamba wewe ni mtu wa Mungu, mbingu ikukubali. Unaposimama unasimama na mbingu, maana uwepo wa Mungu uko pamoja nawe. Unapoomba mbingu inasikia, maana unaingia na kutoka mbinguni. Mbingu ipo karibu sana na mtu wa Mungu. Mbingu iko mbali sana na watenda dhambi. Na Mungu wetu sikio lake sio zito. Ukishaweza kutengeneza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, hamna litakaloshindikana. Lakini Yesu amesema, nimewaweka mzae na matunda yenu. Wangapi wameokoka kupitia wewe? Ni wangapi? Inawezekana. Hii Mungu siwezi, kigumu, kimeshindikana. Hapana. Vuka hilo eneo, mwelewe Mungu. Ninapohitimisha nikuhimize, kwenye nyumba ya Mungu uwe na kitengo, uwe na kazi unayofanya. Ujijue wewe ni nani na tukujue wewe ni nani. Tunapozungumzia kuhusu mtu fulani, tujue tunamtaja katika nafasi fulani. Nje ya hapo utakuwa unapoteza muda, unafanya mark time. Mark time, wapendwa, ni kama unakimbia, sawa? Si mchaka uendi mbele. Sasa hii mpaka lini? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Wenzako wanakwenda hivi, wewe uko hapa. Utafika mbinguni, panaweza kuwa karibu, lakini kwa mtindo huu hapa huwezi kufika. Mungu anatembea na wanaotembea. Ana falsafa kasema, kama huwezi kuruka, kimbia. Ama huwezi kukimbia, tembea. Huwezi kutembea, tambaa. Huwezi kutambaa, sota. Imeshindikana hapo, Mungu akaagi na wanaokaa. Mungu anatembea, na kanisa lazima litembee, liende viwango vingine. 2026 libadilike, liwe na sura mpya kanisani, liwe na kwaya kanisani, liwe na CGM kanisani, WWI kanisani, CWI kanisani, WHI kanisani, kuski kanisani, wana maombi wanaojulikana kama idara kanisani,
wazamiaji kabisa wapo kanisani, injili za mitaani zipambe moto. Hilo ndio kanisa. Ufalme wa giza ufukuzu kwa kukaa, kwa kujuana majina huko. Mwisho mmekali na nywele zako hizo suka za miezi mitatu zile za wiki tu. Hapana. Mungu atusaidie. Ni kwani neno lako ni kweli. Neno lako ni amina. Ukisema hakuna kupinga. Tunapoelekea Bwana kukamilisha na kuhitimisha fundisho hili, Roho Mtakatifu atie muhuri maneno haya, akasababishe uhai mpya ndani ya kanisa, na kila mmoja mpe namba yake na nafasi yake kwa viwango, katika jina takatifu.